Alhamdulillah wa barakatuh. Alhamdulillah wa thanau lillah wa salatu wa salam. Alhamdulillah, leo tuko hapa kwa furaha kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuafikia kusanyika mahali hapa ili kufungua madaris hii. Nafikiri mwezi mbili zilizopita tulikuwa hapa. Nakumbuka tulikuwa na Ustadh Ismail hapa na maustadhi wengine, Ustadh Abdallah, kuja kuweka jiwe la msingi hapa. Inshallah baada ya mwezi mbili sasa hivi tunaona madrasa imesimama. Pia napongeza wazazi wa hii madrasa na wale wote ambao wamesaidia katika kusimamisha hii madrasa. Fikiri wazazi walichangamuka na tukapata hii madrasa. Na tumeambia historia ya hii madrasa vile imeanza huko kwa msikiti, wanafunzi wawili mpaka kufika hapa. Kwa hivyo historia saa zote ni muhimu. Ni lazima ujue historia yako, ulitoka wapi, uko wapi na unaelekea wapi. Kwa hivyo ni vizuri Ustadh Imam wetu Abdullah Bakero kuweka historia. Ni muhimu, utajua baada ya miaka 10 ama 20 sisi tulianzia hapo na sasa tumefika. Kwa hivyo yangu ni kuwashukuru wazazi na wale wote ambao tulishirikiana na wao kuweka hii jengo. Tunashukuru walimu wetu, ustadhi wetu kutoka Gede ambaye ametoka huko mbali kuja kushirikiana na sisi, ustadhi wetu Adnan na ametoka sehemu ya Gede ili kuja kutupatia moyo sisi watu wa Tana River na watu wa Garseni ili tusimamishe jambo la dini. Unajua dini kulisimamisha ni kusimamisha madrasa. Ukisimamisha madrasa umesimamisha dini. Manake hiyo ndio mahali elimu itapatikana, ili ndio ujue kuswali, ndio ujue kutoa zaka, kufunga na kuhiji. Kwa hivyo tukisimamisha madrasa tumesimamisha dini yetu. Na pia naungana na Sheikh Ismail vile amesema, sisi watu wa Tana River tunaweza jenga vitu kubwa bila kutegemea msaada kutoka Mombasa ama na Nairobi. Kama vile amesema, kama ni watu wa Tana River wamejenga hii madrasa, kwa nini tusiweze kujenga madrasa mingi? Saa zote tunangojea watu wa kutoka nje. Kwa hivyo ni imani yetu imeenda chini, lakini tukijiangalia, tuangalie ile mali Mwenyezi Mungu ametupatia, tunaweza jenga mambo mingi sana, lakini ni kwa sababu wa udhaifu wetu. Kwa hivyo saa hii ni wakati wa kuamuka. Hata wale ambao wanatoa ufadhili saa hii wameanza kuchoka. Unajua watu pia ni wafanyi biashara, wengine pia uomba. Paka saa hii ulimwengu vile hali ya uchumi imeenda, imekuwa ni ngumu kupata ufadhili. Kwa hivyo kila mtu, kila Muislamu mahali yako ni ajikagamue na ile pesa ako naye kusaidia kuendesha dini. Usingoje mtu kutoka nje. Kila mtu sasa anagangana. Wale wa Mombasa wanagangana madarasa zao za Mombasa. Kwenda Garissa wanagangana yao. Nairobi hivyo. Kwa hivyo sisi watu wa Garseni pia ni lazima tugangane kuendesha mambo yetu ya dini kama watu wa Garseni na kama watu wa Tana River. Lakini tukiwa tunatarajia tu saa zote kupewa, nafikiri vile ulimwengu inaenda, hizo vitu inaanza kuisha. Unajua mwenye kutoa pia anachoka, na watu ambao wanatoa, ukiona wafadhili wote, hata wale ambao walikuwa wako kwa upande wa kusaidia umma ama jamii, hizi NGOs tunasema wamechoka saa hii. Trump ameshika pesa yake huko. So NGO zote saa hizi zimefunga. Unaona mambo ya ufadhili, lakini ile kidogo yetu, ile biashara, ile shamba, ile ngombe uko nao, tukitumia kwa njia ya Mwenyezi Mungu, Mungu atatuwekea baraka. Lakini saa zote tukingojea kusaidiwa, tutabaki hivyo na hii dunia haitakuwa sawa kwetu, na wanafunzi wetu watazidi kuteseka kwa sababu hawana madrasa. Kwa hivyo yangu ni kuhimiza sisi watu wa Garseni na watu wa Tana River, jambo lolote la dini tunahitaji madaris mingi. Zile ziko hapa na unajua idadi inaongezeka. Kila siku sisi tunazaa, watoto wanazaliwa. So watoto wakizaliwa ni lazima tupate pia madaris mingi. Ukienda kwa Ustadh Abdallah Madrasa al-Fatihi, watoto wamejaa. Atakwambia wako na watoto karibu 400. Ukienda kwa Ustadh Muhammad Ero Ikhlas, atakwambia watoto wale yako nao. Ukienda hapa Bora Imani kuna madrasa hivyo hivyo. Madarasi zetu zote zimejaa. Kwa sababu gani? Kila siku watoto wanazaliwa na madrasa bado inabaki hizo. Kwa hivyo ni jukumu letu kama wazazi, kama wakazi wa Garseni na Tana River, tuzidi kuwa na madarisi mingi ili watoto wetu wapate nafasi ya
kusoma vizuri. Manake madaris ukiuliza Ustadh Mohamed Hero hapa ako na wanafunzi 100 na ako na walimu wawili. Wanafunzi 100 ama 200 na walimu ni wawili, hawatatosha. Kwa hivyo tukijenga madaris mingi, kila madaris itakuwa na wanafunzi kiasi ambao mwalimu ataweza kuwasomesha vizuri na washike elimu. Lakini tukiwapeleka tu kama mbuzi madarasa moja watu 1000, mwalimu ni mmoja, hatumlipi mwalimu, itakuwa ni bure tu na utazidi tu kulaumu wakina Ustadh Mohamed kwamba watoto wangu hawajui bana, bado hawatoki kwa juzu. Watoto 1000 atatoa wapi kwa juzu? Huyu amalize juzu, mwingine ako kwa msahafu, mwingine anafaa. Kwa hivyo ni jukumu letu tujenge madaris na tusimamie madaris. Hao walimu wa madrasa mimi mara mingi niko nao, wako na shida mingi sana. Yaani wanasomesha tu ile fi sabilillah, ile tu ya kuogopa Mungu. Na vile Ustadh Imam ametuambia hao walimu wanafaa kuvaa, wanafaa kula, wanafaa pia kusomesha watoto wao vile tunataka kusomesha watoto wao kwa mashule. Wengine wako na washule watoto wa secondary, wengine wako na ndugu zao wanasoma college. Hizo zote ni pesa. Kwa hivyo pia ni lazima tuangalie walimu wetu wa madrasa, tuwalipe kitu ambao at least inaweza mmudu yeye na familia yake. Lakini tukiona mwalimu wa madrasa halipwi vizuri na unatarajia watoto wasomeshwe vizuri, itakuwa tunakosea sana dini yetu. Kwa hivyo wazazi tusimame, watu wa Tana River ile usia tunatoa tusimame, na tunataka pia viongozi wa Tana River wa Kiislamu wasimame wasaidie madarisi zetu. Viongozi wetu mara nyingi wamegafilika, wanafanya michango mikubwa lakini si mchango ya kusaidia dini. Na challenge viongozi wa Tana River wale wa Kiislamu waanze kuwa na michango mikubwa ya kusaidia madarisi zetu za hapa Tana River. Ndio walimu wetu wawe wanapata nafasi ya kusomesha watoto vizuri, wanaweza wanapata mapato mzuri kutoka madrasa. Lakini kama tutaendelea kudharau masomo yetu ya dini, nafikiri hakuna popote tunaweza enda. Kwa hivyo ni viongozi, natoa challenge viongozi wetu wa Kiislamu ambao wako Tana River hii. Vile viongozi wanafanya North Eastern, unaona misikiti inachangiwa shilingi milioni 40, na ni viongozi wa siasa, viongozi ambao wako kwa serikali ili kuboresha maisha. Lakini viongozi wetu michango mingi ambao utaendelea, ambao zinatoa mamilioni haziendi. Na ni hizo tangu mchango imeanza, ukikusanya hiyo pesa saa hii ingejenga markaz kubwa sana hii Tana River. Kwa hivyo ni wakati na ni mwaka mpya, viongozi wetu waamuke wasaidie katika dini. Wakigangana kusaidia dunia na dini iko chini, hakuna mahali tutaenda. Kwa hivyo tusaidie dini, ndio dunia yetu pia itaweza nyoroka. Kwa hivyo changamoto ni viongozi tushikane, tusaidie katika mambo ya dini ili tuboreshe dini katika sehemu zetu. Na kwa hayo mengi inshallah tunashukuru imamu wetu kwa kutualika hapa. Sio wageni sisi, tunakuwa hapa wakati wa hafla karibu miaka 4, na tunamuombea, hako na mawazo makubwa. Inshallah Mwenyezi Mungu amtumizie mawazo. Pia nashukuru walimu wote ambao wamekuja hapa kuhudhuria. Najua saa hii kila mtu ako na barnamiji ya mwaka mpya ya Hijiria, lakini kila mtu aliacha shughuli zake ili kuja kushirikiana na Ustadh Imam na mwalimu wenzake kuja kufungua madarisi hii. Kwa hivyo yetu ni kuwashukuru, na tunataka walimu wa dini washikane. Vile Ustadh Adnan anasema hakuna kuzeka katika dini, ni mpaka siku ile unakufa ndio unazeka. Kwa hivyo tunaomba pia walimu wa dini wasimame na watoe sauti. Hii dunia kama utakaa tu umenyamaza, hakuna mtu atasikia shida yako. Kwa hivyo nyinyi walimu wetu wa Tana River na wa Garsen, ni lazima msimame na muambie viongozi na mtoe khutba vile vinatoa khutba. Jana tulisikia khutba hapa vile madarisi zetu zinaathirika na mambo ya tuition. Muambie viongozi wetu wa kidini wa Kiislamu ni wakati wasimame kuiboresha hii dini. Kwa hivyo walimu, lakini nataka ushirikiano wenu, mnyote mshirikiane. Isiwe mwingine anaenda north, mwingine anaenda east, mwingine anaenda south. Bila hivyo hakuna mtu atawasikia. Wale ambao wanasikizwa, ambao wanachangiwa hizo mamilioni, ni walimu wameshikana na wakisema ni hivi. Na viongozi, unajua hasa wale wa siasa wanaogopa. Manake unajua imam akisimama hapo na Imam Bakero hapo Malakoteni na mwingine ako Oda, wakisimama watoe
unajua wanaweza convince umma na kuwaelekeza kwa njia fulani. Kwa hivyo nyinyi walimu pia saa zingine msimame, Ustaz Ismail, msimame mchallenge viongozi, msichoke mchallenge ili wasaidie katika hii jambo la dini. Si jambo rahisi. Ni lazima tupate usaidizi ndio tuinuke kidini. Kwa hayo mengi mimi nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ile ni madrasa ya khair, iwe inaendelea, ikuwe boarding, iendelee kuwe madrasa kubwa inshallah. Pia kwa wanafunzi tumeshukuru kwa kasida zenu, kwa khutba zenu, kwa Qur'ani zenu, na nyinyi pia mujikaze kusoma. Mwalimu akikwambia Saturday kuna tuition, wewe mwambie Saturday kuna madrasa. Anamwambia Saturday tuition, mwambie Saturday pia kuna madrasa. Kwa hivyo hata nyinyi unaweza mwambia mwalimu, nyinyi pia unajua hii dini lazima ujitetee. Kama ujitetei bwana hakuna madrasa. Mjitetee. Mwambie mwalimu mimi Saturday naenda madrasa. Hawezi kukucha hapa. Siendi tuition. Ama saa 10 mwambie mimi naenda madrasa. Unasikia wanafunzi? Kwa hivyo hata nyinyi mahali mko, mwambieni walimu kwamba kuna madrasa Jumamosi na Jumapili na saa 10. Msinyamaze tuition mnafuata. Ni lazima mtoe pia sauti yenu. Kwa hayo mengi, poleni kama nimerufusha. Inshallah Mungu atujalie iwe ni ya khair na tuendelee katika kushirikiana na jambo la khair.